Karibu mtazamaji wa Youth Talk, na siku ya leo uko na mimi Lucy Benjamin ambaye nitakuwa naongoza mjadala baina ya vijana na wazee tukizungumzia mada kuu isemayo amani kama kigezo kikubwa cha maendeleo katika maisha ya vijana. Siku ya leo nitakuwa na wageni tofauti tofauti na nitawapa nafasi ya wao kujitambulisha na kisha tutaendelea. Nianze na upande wangu wa kushoto. Mimi ninaitwa Emmanuel Kopwe. Ninafanya kazi katika shirika la WIPA, World Initiatives for Peace, Education and Reconciliation. Ni shirika ambalo linaangalia kwa ukaribu sana matatizo yaliyoko katika jamii. Na katika kihistoria nimekuwa nimeshughulika na amani katika nchi kadhaa zilizo jirani na nchi yetu, na hapa ninapoangalia mambo yanavyoendelea katika nchi yetu pia kuna uhitaji mkubwa sana wa kuangalia masuala ya amani. Kwa jina naitwa Ebeneza David Madai, ni mwanasaikolojia lakini pia ni kiongozi wa asasi ya wanafunzi wanaosoma saikolojia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Okay, kwa majina naitwa Rafael Kennedy Masiale. Mimi natokea katika taasisi inaitwa Student for Liberty. Kwa Tanzania ni program director for Student for Liberty in Tanzania. Jina langu naitwa Grace Masara Kulangwa. Mimi ni mkurugenzi wa asasi ya kiraia inayoitwa Youth Liberty and Psychological Transformation, ambayo ndio wenyeji wa mjadala huu, na nashukuru Mungu ni mojawapo wa wale watu wazima au walioitwa wazee kwenye mjadala huu, na ninaamini kabisa kwamba mjadala huu utakuwa wa faida si kwetu tu, lakini pia kwa jamii nzima inayotusikiliza. Asante na karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Janet Kimambo, ni mwanasaikolojia na nitakuwa na nyie kuhusu hii mada ya leo kuhusu amani. Karibuni sana. Naam, asante kwa utambulisho mfupi tuliopata kutoka kwa wageni wetu. Kikawaida tumezoea kuangalia vigezo ambavyo vinatumika kuelezea maendeleo katika maisha ya mtu kwa ni vile vinavyoonekana, lakini tunasahau kwamba kuna vigezo ambavyo havionekani na ni vya muhimu, ambacho kimoja wapo ndo mada kuu ya leo ambacho ni amani. So nianze kwa kuwatafakarisha wageni wetu amani ni nini kwa mtazamo wao kibinafsi, kwa sababu tunaweza tukawa tuna mtazamo tofauti tofauti, kila mmoja wetu hapa akielezea au akidefine amani kwa mtazamo wake. So nianze na Mzee Kopwe. Amani ni nini kwa mtazamo wako binafsi? Hili ni swala ambalo ni la muhimu sana katika jamii yoyote ile, na ni vizuri tutambue kwamba amani ndio inaweza kuwafanya watu waweze kuendelea. Na wakati unapozungumzia maendeleo, hayawezi kupatikana kama hakuna amani, na amani haiwezi kupatikana kama hakuna suluhu, hakuna kuiana. Na mara kwa mara unapozungumzia masuala ya suluhu, kutafuta kuiana, au unapozungumzia amani, unaashiria kwamba kuna migogoro, kuna mizozo, na ni vizuri kuangalia migogoro hiyo, na mara kwa mara pale inapotokea kwamba kuna uhitaji wa mizozo, ulazima wa kufika mahali pa kusameheana ni muhimu sana, ndipo utaweza kupata suluhu. Na unapofikiria juu ya mambo yanayoendana na suluhu, kusameheana, ina maana kwamba watu wameumia. Na mara nyingi tunaangalia mambo yanayotokea, tunayoyaona moja kwa moja, ambayo ni matukio. Na matukio ni yale ambayo yanaleta kutokufurahi, kutokuwa na amani, lakini kiini chake basi kuna mambo ambayo yamesababisha kuleta matukio yale ambayo sio mazuri. Kwa hiyo amani huja au hupatikana kutokana na kila mmoja wetu kufika mahali ambapo ana utulivu. Kila mmoja anasikia hana jambo ambalo linamsukuma, na yeye apewe fursa ambayo iko kwenye usalama
ya kuweza kutoa kila alicho nacho nafsini mwake kinachoweza kusaidia wengine, na kwa pamoja wajenge mazingira ya hali ambayo wataweza kukubaliana kufanya jambo ambalo litawanufaisha wote. Kwa hiyo kwa kifupi niseme tu kwamba kuna hali mbili ambazo ni za msingi sana zinazoendana na amani. Ile hali ya kukosa ya kuwa katika utulivu, yaani vurugu, mizozo haipo. Lakini ya pili ni kwamba basi ile hali ambayo au nyakati ambazo zina vita au zina kugombana zimebadilishwa, zimeondolewa, zimeleta hali ambayo watu wanaweza kuiana. Hicho ndio kifupi ambacho ninaweza kuzungumzia juu amani kwa mtazamo wangu ni nini. Tupate mtazamo mwingine kutoka kwa mwanasaikolojia, atuelezee mtazamo wa amani. Kwa upande wa wanasaikolojia, wanaifafanua vipi amani? Kwa muktadha wa kisaikolojia, amani ni subjective meaning, kwamba ina perspective mbalimbali katika kuitafsiri, lakini katika muktadha wa kisaikolojia amani inatafsiriwa kwamba ni ile hali ya ndani ya utulivu wa moyo au ile utulivu wa kihisia, ambazo hisia zenyewe zinakuwa ni hisia chanya ambazo zinakuwa ndani ya mtu, ambapo hisia hizo zinakuwa zina affect au zinaathiri utendaji kazi wa mtu maeneo tofauti tofauti, mahusiano katika familia na wanajamii, lakini pia ile uwezo wa mtu wa kufikiri, lakini pia katika uwezo wa mtu wa kufanya maamuzi. Kwa katika muktadha wa kisaikolojia tunatafsiri amani kwa namna hiyo, kwamba ni ile hali ya ndani ya mtu, na amani inaanzia ndani ya mtu, baadaye inaenda katika jamii, katika familia na kwa taifa kwa ujumla. Ndio, asante sana. Asante. Mama, ni kwa nini unahisi swala hili la amani ni muhimu sana kwa kizazi cha vijana wa leo? Asante sana. Nahisi amani ni muhimu sana kwa kizazi cha vijana wa leo. Kwa muktadha wa mada tunayoizungumza hapa, ni kwamba tunajaribu kuangalia amani kama kigezo cha maendeleo ya vijana. Sasa kama vijana wa leo watakuwa hawana amani, according to the psychologists, ya moyoni, ndani ya mioyo wana maumivu, ndani ya mioyo hawajatulia, ndani ya mioyo wana mahangaiko, watawezaje kufanya mambo ya maendeleo? Haiwezekani. Na si vijana tu, lakini sisi wote, watu wote. Na ni kweli kabisa kwamba maendeleo yoyote yale ya watu wowote wale duniani yanakuja kwa sababu mtu ametulia, ameweka akili yake na ufahamu wake kwenye jambo analolifanya. Naamini kabisa hawa wanaotengeneza vitu vya kisasa sasa hivi ni watu ambao you have to focus. Lazima kuwe na aina fulani ya utulivu ambao umeweka akili yako mahali imetulia na unahangaika kupasu kitu mpaka ukipate. Lakini kama huo utulivu haupo, kwa kweli ni shida. Kwa hiyo mimi ninaamini kabisa kwamba vijana wa sasa hivi, kama mzee Kopwe pia alivyozungumza, amani ni utulivu, ni usalama, ile hali ya kuwa na usalama, hali ya kutokuwa na migogoro. Tunaona nchi za wenzetu pia, ukizungumzia amani, kama kuna vita unafanyaje maendeleo? Kama kuna kurukaruka, hapa hawapo, hapa wamegongwa, hapa kuna migogoro, hapa watu wameweka vitu wanauza, mara mabomu yamepigwa, mara sijui kuna vurugu gani, hakuna maendeleo. Haiwezekani yakawepo maendeleo. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi nafikiri kwamba amani ni kigezo kikubwa mno, kwa sababu both ndani ya moyo mtu awe na amani, aone kwamba kuna matumaini, kuna maisha, kuna kitu kinakuja mbele, yani awe hopeful kwamba kuna kitu, hii kazi naifanya lakini inanipa maisha. Apate hiyo amani kwamba na kweli naweza nikaendelea kufanya hii kazi kwa sababu kesho najua au baadaye ninapata pesa, nitakwenda nyumbani, nitakula, nitalisha watoto wangu, nitalisha familia yangu. Lakini pia mazingira yanayonizunguka yana amani, sina wasiwasi kwamba nitapigwa kitu gani au kitu gani kitalipuka hapo kitanimaliza na kadhalika. Nafikiri mimi huu ni mtazamo wangu. Mzee Kopwe, ni mambo gani yanayochangia migogoro miongoni mwa vijana? Mambo yanayosababisha migogoro katika jamii sio vijana tu,
lazima tuelewe kwamba vijana wako kwenye jamii, na jamii ikiwa katika hali ambayo haina utulivu, vijana hawezi kuwa na utulivu. Na mara nyingi utakuta kwamba tukiangalia kitu ambacho kinaitwa amani kinaendana sana na haki, kinaendana sana na demokrasia. Watu kama hawaoni kama wanaheshimika, wanasikilizwa, wana usawa, watu kama wanaona kama zile fursa wanazozistahili hawazipati, amani inakosekana ndani ya moyo, na utakuta mtu hata ile nguvu ya kufanya yale ambayo anatakiwa kuyafanya hayafanya nini, hanayo. Kwa hiyo mambo ya msingi sana ambayo ni lazima yapatikane ni kujua kwamba kuna order, kuna usawa katika mifumo, kuna mwelekeo katika structure aliyopo. Vijana wanakuwa makuzi yanawalazimisha kuwa na tabia aina fulani kutokana na pale mahali ambapo wanakuwa, kwa maana ya kwamba ukiangalia masuala yanayoleta tabu katika jamii, huyu mtu ametokea wapi, amekuzwa wapi, yupo katika mfumo gani, structure, yuko kwenye structure aina gani. Sasa hizi mbili hizi ni vitu ambavyo utakuta kwamba ni salient, ni viko ndani, viko katika mazingira ambayo yeye amejikuta huko. Sasa katika maendeleo yake, kukua kwake, anafika mahali ambapo anafanya mambo kutegemeana na kwamba yuko kwenye mfumo gani, yuko kwenye makuzi ya aina gani. Unaona, haya yanamfanya huyu kijana awe na aina fulani ya mtazamo katika jamii, ambayo aidha anajihami au anatafuta haki yake kwa nguvu, au anatafuta kusikilizwa, au anatafuta usalama, au anajikuta kwamba hakuthaminiwa, anatafuta thamani katika maisha yake. Sasa utakuta kwamba watu ambao hawajapokea upendo katika jamii, mahali alipokuwepo, upendo ataulazimisha aupate. Amejikuta kwamba hakuthaminiwa, atatafuta kuthaminiwa. Na mambo yakiwa namna hiyo, hayakutengemaa katika makuzi, katika structure aliyokuwepo, ndio inajitokeza vurugu kati ya watu. Sasa tunaona mambo yale yanayoonyesha violence, yanaonyesha vurugu na migogoro, lakini hatuangalii kwamba ni nini kimesababisha. Sasa kimojawapo cha baadhi ya mambo ambayo ni ya muhimu sana ni kufika mahali pale ambapo anapata kuheshimiwa na yeye aweze kutoa heshima. Sasa heshima inategemeana sana na ulikotoka na mahali ambapo ulipo na unavyotendewa. Unasikia? Alafu jambo lingine la msingi ni kwamba kijana ajisikie kwamba ametosheleka, ana utoshelevu wa aina fulani kutokana na yale ambayo ni mahitaji ya maisha. Kwa hiyo kila mwanadamu ana mahitaji ya aina fulani. Sasa mahitaji yale kama hayakutimilizwa, lazima atatafuta njia ya kuyapata. Na nilizungumza juu ya usalama pia. Kama anajikuta kwamba yeye sio salama, atatafuta njia kwa njia yoyote ile, mazingira alionayo ajiwekea usalama. Kuna kijana mmoja amekutwa siku zote ameshika, anatembea na kisu wakati wote. Alipoulizwa kwa karibu akasema, sasa hiki ndicho kinanifanya mimi niwe na amani, kwa sababu nimeona mazingira niliyokuwa nayo, vurugu zilizokuwepo ni mauaji, ni kutupata kile ambacho watu wanapigwa ovyo ovyo. Kwa hiyo amekuwa katika violence, katika mizozo mingi. Kwa hiyo ili aweze kujihami, anatembea na nini? Na kisu. Kwa hiyo anatafuta nini? Usalama wake na uthamani wake. Sasa anaposhirikiana na wenzake, yeye ndani mwake anajua kwamba hili ni lazima likitokea mimi nitajihami namna hii. Kwa hiyo vitu ambavyo ni vya msingi sana kwa vijana nyakati hizi, niseme kwamba ni ile hali ya kujikuta kwamba yuko amethaminiwa, ile hali ya kujikuta kwamba yuko salama, ile hali ya kujikuta kwamba haki yake ya kuishi pia ipo, unaona.
na yakikosekana hayo, maendeleo hayatakuwepo kwa vijana, atashindwa kufanya kwa uhuru. Ningesema hayo ndio ya msingi, kwamba kubalance tu point ya mzee hapa kwamba wakati mwingine amani, usalama upo na hamna sababu yoyote ya msingi ya kumfanya huyu kijana afanye vurugu, lakini kuna kitu kinaitwa uovu yaani tu basi yeye mwenyewe tu ameamua tu kwamba unakuta labda ameingia kwenye kikundi, labda amedanganywa na mtu mwingine, labda ameshawishika, kwa hiyo anakwenda tu. Kuna kitu saikolojia wanaita mob psychology. Tunaona, unaweza ukaiona hii katika mazingira ya malezi pia na makuzi. Watoto wengine wanalelewa vizuri sana nyumbani kwao, wamefundishwa nidhamu nzuri, wana kila kitu, wamekulia vizuri nyumbani, lakini akikutana na wenzake ambao pengine wana makuzi tofauti, anambia wewe dogo vipi, mbona wewe sasa kwani ushiriki hapa, yani mbona hii unakosa rafiki? Kwa hiyo anakuingiza kwenye mazingira ambayo kwa kweli ungetumia akili kidogo labda usingejikuta umeingia huko. Kwa hiyo hii nayo ipo katika kujaribu kuangalia ni mambo gani anaweza akamfanya kijana akashindwa kustawi. Hii nayo ipo kwamba ukijikuta unajiingiza kwenye mazingira ambayo baadaye hayakupeleki kwenye maendeleo, hautaendelea. Kwa hiyo lazima ujipime na wewe mwenyewe kama kijana, ujiangalie kwamba hivi hawa ninaoshirikiana nao wako sahihi, au hata kama wako sahihi, hiki mimi nikikifanya kitanitoa? Nasema vijana wa siku hizi, nitatoboa kweli? Sasa kuna mazingira ambayo ukijiweka wewe mwenyewe huwezi kutoboa. Kuna vijana wengine hawataki kufanya kazi kwa mfano. Yaani yeye yupo tu, ukimwambia bwana hiki kinavaa, njoo tukusaidie, tukuunge hapa ili ufanye maendeleo. Unajua kuna watu ambao wanakaa wakati mwingine anafikiri kwamba mazingira na systems zipo pale kumfavor yeye, kumpa hela tu. Hakuna hela itakayo kuja ingie mfukoni wewe uanze kufanya kazi. Serikali na hivi vyombo vya umma mara nyingine vinatuwekea mazingira ya sisi kufanya kazi, mazingira ya sisi kutep opportunities zilizopo katika jamii. Kwa hiyo ukijikuta wewe hutep, mimi na mifano mizuri ambayo nimeona, tumewaandalia vijana mazingira mazuri kabisa, tumewaandikia miradi, tumewaambia njooni basi vijana mtepu, hii opportunity iko hapa. Lakini kumbe wale vijana kwenye akili zao walikuwa wanafikiri wanakuja kupewa tu hela. Kumbe hapana, lazima ufanye kazi, lazima uchukue hatua, lazima ufanye vitu. Kwa hiyo nilitaka tu kubalance point ya mzee hapa vizuri, ili hizo pande mbili zote zipo, kwamba kuna yale mazingira yanayotokana na makuzi, yanayotokana na kutokuwa na amani katika mazingira, lakini kuna mazingira ya mtu mwenyewe binafsi kuchukua hatua, kutokutumia mazingira ya amani yaliyopo pia kujinufaisha. Maana mada inasema amani inachangia vipi. Kwa hiyo mwingine akachezea hiyo amani sasa, badala ya kuitumia hiyo amani imsaidie. Mama, umeongezea kitu kizuri hapo. Umeongelea kuhusu shinikizo la rika au watu wengi wanaita peer pressure. Vijana wengi tunafuata sana mkumbo. Unakuta kuna vitu ambavyo mtu unashindwa kujiongeza binafsi kwa sababu haujipi ile exposure ya kuchanganua ni kitu gani kinaleta faida au hasara, kwa sababu tu unahisi kwamba nisipofanya kama kundi fulani inavyofanya sitohesabika kama mtu kama kijana wa sasa, au unaona kama unachelewa. Lakini umeelezea kwamba vijana hawajitumi, hawajiongezi. Yani mtu anategemea kwamba mtu atafute huko, akija tu yeye ni anapewa tu, ana ile akili ya kujiongeza. Kwa hiyo mtazamaji, kama wewe ni kijana, unaweza kutumia hiyo elimu kutafuta zaidi ujuzi na maarifa ambayo yanakutofautisha wewe. Ni vizuri pia kama kijana kuwa tofauti. Sio kwamba ukiwa tofauti watu watakutenga, sawa, lakini kuna sehemu unakuwa unaenda ambayo haikupeleki sehemu ambayo sio nzuri. Ngoja twende kwa mwanasaikolojia atuelezee zaidi. Okay, nashukuru. Kwa upande wangu mimi nimegawanyisha amani katika vipengele vitatu, ambavyo kuna amani ya mtu mwenyewe binafsi ambayo tuna psychological peace. Tuna amani ya
kijamii na tuna amani ya nini, ya kimfumo ambayo justice and fairness. Lakini ukija kuzungumzia kwenye swala la migogoro ambayo vijana kwa nini vijana wanaingia kwenye migogoro, naweza nikaanza na statement ambayo inasema kuwa an idle mind is a devil habit. Yani akili ikisha kuwa imelala, lazima tu masuala ya kishetani au mawazo ya kijinga yatakaa kichwani. So ni vitu gani ambavyo tunaweza tukavifanya ili kuondokana na hizo idle mind? Ni pamoja na kushirikiana na watu wengine ambao kwanza wamekuzidi, sio umri tu, hata kipato, hata zile njia za kuweza kufanya nini, kupata maokoto. Kwa vijana si tunasema kuna kitu kingine ambacho ni vitu gani ambavyo vinaleta migogoro, ni pamoja na ukosefu wa ajira, kwa sababu tumeshatengenezewa notion ya kuishi katika comfort zone. Comfort zone kivipi? Mimi naamini nikikaa ofisini ndo shavu. Tutazungumza kama vijana, lugha za vijana. Nitakuwa nimeshapata shavu. Ni nini? Nimepata nafasi ya mimi kuweza kujikwamua kiuchumi. Lakini in fact ni kwamba mbali na kusubiria ajira, kuna mbinu au njia mbadala za kuweza kutengenezewa nini, kipato. Amani, pesa haiwezi kununua amani, ila pesa inanunua vitu ambavyo vinaweza kuletea amani. So ukisha kuwa na pesa, unaweza ukatafuta kitu cha kupatia amani. Amani ni utulivu wa moyo ambao mimi nikihitaji kuwa labda na let's say ninunue mkate. Nikisha nunua mkate, tulizo langu la moyo litakuwa limefanya nini? Limeshaingia. So pesa imekuwa ni sababu ya kuleta nini? Tulizo la moyo. So ukisha kuwa na makundi ya watu ambao wanaweza kukupatia fursa, ni njia mojawapo ambayo inaweza kukuletea amani, ikatatua migogoro ambayo ulikuwa na iliyokuwepo ndani ya moyo wako ya ukosefu wa pesa. Na kitu kingine ambacho kinaweza ikaleta migogoro kama alivyokuwa amezungumza mama ni masuala ya makundi. Makundi ni mazuri na pia ni mabaya kama utatumia kwa negative way, kwa sababu haiwezi kukuondolea tu amani, inakuondolea maisha pia. So kwa upande wangu mimi naweza nikazungumza kwa uchache kama hayo hapo. Nashukuru kwa nafasi hii. Napenda kuongeza kidogo kwa alichoongea pale mwenzangu. Kwa upande wa vijana, tukisema amani, kwanza amani huwa inaanza kwenye nyanja ya familia. Haianzi kwanza katika jamii, inaanza kwanza kwenye familia ambayo unatokea. Na pia ukiangalia migogoro ambayo inakabili vijana, kitu kimoja ambacho nimekuja kugundua ni wanasema high expectations. High expectations kwa Kiswahili tunaita matarajio. Vijana wamekuwa na matarajio makubwa bila kujua kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kikatokea au changamoto ikatokea ambayo inaweza ikawavunja moyo. Hii tunaweza tukaiongelea kwenye mahusiano, tunaweza tukaongelea kwenye nyanja ya elimu. Kwa mfano kama katika elimu, mwanafunzi ambaye anamaliza chuo kikuu ana ile matarajio ya kwamba hapa nikishamaliza nimepata GPA nzuri, nitaenda huko nje, nitatafuta kazi, nitapata. Lakini bad enough unakuta mtu amepata GPA nzuri, lakini mwaka wa 3 unapita, miaka 4 inapita, bado hajapata ajira, na anatafuta ajira, sio kwamba amekaa tu. Kwa ile inamvunja moyo, hajui afanye nini, hajui ajishughulishe na nini. Ukizingatia pia unakuta ana changamoto ya mtaji, hana mtu wa kumsaidia. Kwa kijana anapata ile mgogoro wa kinafsi katika akili yake pia kwamba nifanye nini. Akiangalia pia na vijana wenzake huko nje ambao wamethrive, tayari wameshapata kazi au mwingine ameshajiajiri, anazidi kupata ile tunasema kama kiu au chachu ya yeye kufika level kama ile. Asa inamjengea yeye mpaka muda mwingine inamletea msongo wa mawazo au depression ambayo inaweza ikampelekea yeye kujihusisha katika vitu ambavyo sio chanya katika maendeleo. Kwa hiyo unakuta kijana anajihusisha kwenye mambo ya ajabu ili tu na yeye afike sehemu ambayo anaona wenzake wamefika. Asante sana. Naweza nikazungumzia pia kwa upande wangu, kwa upande wa vijana wenzangu. Moja ya swala ambalo linapelekea migogoro ya kinafsia kwa vijana na kukosekana kwa amani miongoni mwa vijana ni vijana wengi tumekuwa na hatuna ile dhana ya utoshelevu.
kwamba kuridhika kwa nafasi ulionao kwa kipindi hicho au kwa kile ambacho nilichonacho kwa wakati huo. Hatuna hiyo dhana ya utoshelevu, kwamba vijana always tumekuwa tukiamini kwamba maisha ni kama mstari ulionyooka, kwamba hakuna ups and down. Sasa the moment pale ambapo unakuwa umebeba hiyo nation na mwisho wa siku unashindwa kufikia ile sehemu ambayo ulitarajia maybe kufikia, au yale malengo yanapokuja kukutana na uhalisia, kwamba zile demand na unapokutana na uhalisia wenyewe, mwisho wa siku amani yako ya moyo haiwezi kuwa sawa, lazima itavurugika tu. Kwa mwisho wa siku, kama alivyosema madam pale, unaangukia kwenye changamoto ya msongo wa mawazo, mwisho wa siku unakosa amani ya moyo, mwisho wa siku unaamua kuchukua maamuzi ambayo si sahihi. Pengine ungekuwa na ile dhana utoshelevu ingekusaidia pia. Kwa hiyo kwa namna hiyo pia inaweza kuathiri amani ya vijana. Labda niongezee hapo niseme kama alivyokuwa amesimama mama pale na michango yenu yote hapo, mmezungumzia swala la matarajio ambalo ni dhahiri kabisa kwamba umesoma mpaka chuo kikuu umemaliza. Kwa wale ambao wamepata fursa ya kwenda chuoni, anategemea kupata nini? Kazi. Na matarajio makubwa ni kwamba jamii iwape kazi. Na tatizo kubwa hilo, ukiliangalia tatizo hilo hapo ni kwamba hapo jamii inithamini mimi kwa kile ambacho nimefanya nini, nimetoa jasho langu shule na hivi niweze kupata kile ambacho ninakistahili. Kwa hiyo mahitaji yangu yafanye nini, ya kupata kazi yatimizwe. Sasa ni kwamba hapo unamtegemea mtu mwingine afanye nini, ayaweke mazingira ambayo yanakupa kile ambacho unakihitaji. Kumbuka nimezungumza juu ya mifumo, ndio? Na kutokana na mifumo ukituuliza sisi watu wazima tutakwambia kwamba mifumo kama haikutoa elimu inayowapelekea hawa watu wanaokuwa wafike mahali ambapo wanaweza kujitegemea, itakuwa ni shida sana. Matarajio yao yatakuwa hayakufikiwa. Ukiniuliza mimi nitakwambia kwamba nimekwenda primary school, nikaenda mpaka middle school, nikaenda mpaka secondary school. Elimu ya wakati ule ilikuwa ni elimu ambayo inamfanya huyu kijana ajue kilimo ni kikoje, ajue ujenzi ukoje, anajua kuchonga, anajua kuweka tufari. Yani badala ya zaidi ya kukaa darasani, anaweza kufanya mambo mengine ambayo ni yenye kutumia nguvu. Jamii imekuza vijana mpaka hivi leo tunapozungumza, elimu yetu imebadilika. Jamii imekuza vijana ambao wamekuwa tegemezi, wametakiwa au wanaangalia jamii, wanakuta kwamba jamii lazima iwape kila ambacho wanakihitaji. Kinakosekana, msongo wa mawazo unajitokeza, na amani inafanya nini, inatoweka. Kwa hiyo mimi nafikiria kwamba hapa tuzungumzie juu ya amani. Ukiangalia pale nyumbani, wazazi wengi utakuta kwamba wamewafanya watoto wao kama mayai, asiguse hiki kwa sababu kuna mtu anamfanyia hiyo kazi. Hata kufua, hata kufagia, hata kutandika kitanda hafanyi. Anakuja kuwa mtu mzima, haya mambo hayajui. Anakuta kwamba anakaa katika jamii na rafiki na peer pressure hiyo, anajikuta kwamba yuko out of place, hayupo sambamba na wenzake, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo ameyafanya nini, ameyakosa. Kwa hiyo ninataka ni underline hapa kwamba mifumo yetu inahitaji kuweka mazingira ambayo inawafanya vijana wafike mahali ambapo wanaweza kujitegemea. Kwa hiyo mimi nataka niwaonyeshe kwamba kwa kweli kuna mambo ambayo ni ya kimfumo, kuna mambo ambayo ni ya kimakuzi, kijamii, sociological, na kuna mambo ambayo sasa utakuta kwamba ni individual. Sasa tatizo tunaloliona hapa katika ulimwengu tulionao leo, kwa nini kuna shida katika jamii? Kuna mmoja ameuliza, ameweka hata swali hilo ameliuliza, what is the problem in the world? Kwa nini kuna tatizo? Huyu akajibu mwenyewe akasema kwa tatizo katika ulimwengu ni mimi, liko katika nafsi. Unaona, the heart of the problem is the problem of the heart. Na ndio amezungumzia uovu. Uovu haupo katika jamii tu, unaanzia wapi? Ndani. Na ni muhimu katika
elimu zetu zifike mahali pa kuonyesha vijana kwamba lazima waende kwa njia ambayo na kudili yale matatizo, zile hali ambazo zinawaletea kuingia kwenye mambo ambayo ni maovu, conflict ambazo wanazipata, waweze kujua pia kwamba mahali fulani nikienda nikikaa na watu fulani au kundi hili litanipotosha au litafanya nini, litaniinua. Kwa hiyo mchanganyiko uliopo katika jamii kutegemeana na mifumo tulionayo, ninafikiria kwamba ni lazima tufike mahali tuweze kuwa na sauti yenye kuonyesha kwamba tunahitaji kuelekezwa kwa njia hii. Unamshauri vipi kijana ambaye anatoka chuo anaenda kuomba kazi na hana vigezo vile vya ile kazi anayoomba? Mfano, kuna skills zinahitajika, amepata theory education ambayo haina practicality, au hana zile skills ambazo zitampa kigezo, ila anatamani apate malipo fulani kwa sababu anahisi, kwa sababu nimesomea labda engineering, payment yangu iwe 800,000. Unamshauri vipi kijana kama huyo? Kwa sababu wengi wanatoka chuo na hiyo perspective kwamba nikienda kuomba kazi I'll just name my price na nitasikilizwa. Amani ni primary, ni msingi wa maendeleo, wa kigezo cha maendeleo. Sasa huyu ambaye kamaliza chuo kikuu na anatakiwa akapate kazi, na yeye kwenye kichwa chake anajua atapata kazi, lakini mafunzo aliyoyapata hayajampa uzoefu huo wa kupata hiyo kazi na price aliyojiwekea. Ndio tunarudi kule kwenye mifumo, kwamba tunatakiwa tuwe na mifumo. In fact, hata katika mifumo ambayo ya kielimu, lakini tungekuwa na aina fulani. Nchi nyingine kama Marekani, ukimaliza chuo unapewa miaka ya internship, mwaka mzima unafanya internship. Hata kama wewe ni foreign student, unaruhusiwa kabisa, hata visa yako kama ilikuwa inaisha, lakini unaongezewa mwaka mmoja ili wewe uweze kuingia kazini, uwe trained. Huo mwaka wa internship ni mwaka wa maelekezo, ni mwaka wa kukusaidia, kwa sababu ni kweli ulivyovisoma vyote vilikuwa theoretical, lakini sasa unahitaji usaidiwe ili uingie kwenye mfumo, uone watu wanavyofanya kazi, uput your hands on, uone systems zinafanyaje kazi, hivi conflict huwa zinakuwa solved namna gani, hivi mambo huwa yanaendeshwaje hivyo. Lakini huo mfumo sasa sisi hatuna. Kwa hiyo bado inarudi kule kwa mzee kwamba mifumo mingine inasababisha mahangaiko na kutokuweza kujua mtu afanye nini. Kumbe hiyo mifumo ingekuwa imetengenezwa in a way kwamba inamsaidia kijana, anajua nikitoka kweli sita name price, kwa sababu I don't have the qualifications to name the price. I just need to go somewhere, nifanye kazi chini ya mtu ambaye alishawahi kufanya kazi, nielekezwe, niambiwe hapa umezidisha, hapa punguza, hapa tunafanyaga hivi, hapa hatufanyi hivi, ili kubalance, ikuweke pia psychologically, ikufanye ufeel kwamba you are confident kufanya kazi. Alafu ukitoka hapo sasa ndio uanze kutafuta kazi. Hata kwenye CV yako utaandika, jamani, mimi nilishawahi kupata kazi hapa na uwezo huu, nafanya hivi. Na nimeona mara kadhaa tumefanya interviews za watu pale ofisini kwetu, na unamuona kabisa mtu ambaye amepitia kwenye experience ya mahali fulani alifanya kazi. Unaona anavyojibu maswali, unaona alivyo articulate, unaona kabisa anakuconvince kwamba huyu nikimpa kazi nitakuta amefanya. Kwa hiyo mimi kwenye mitazamo yangu narudi kule kule kwenye mifumo, kwamba mifumo ya kielimu, mifumo ya hali. Na sasa hivi nafikiri serikali yetu imeona haya mambo. Sasa hivi wameongeza vyuo vya ufundi zaidi, wanaongelea juu ya vocational training, na vijana sasa ndio tunataka mchangamkie hizi opportunities, maana hapa tunaangalia amani itatoka wapi. Usije ukajistress wewe mwenyewe ukajikosesha amani kwa kutokutaka, kwa kuendelea na mifumo ya zamani iliyopo. Maana sasa hivi serikali ina introduce sasa hizi mifumo, na tudake hizo opportunities ambazo zinatokea. Lakini hata sisi vijana wenyewe tujiongeze, kama wengine mmeshasema tena hapa, kwamba usikae tu unasoma chuo kikuu. Hebu jaribu, wanaosoma chuo kikuu pia wao wanafanya vitu. Na mifano, huyu mwanangu aliyekaa hapa ni mfano mzuri sana huyu. Amenifundisha kitu. Yeye alikuwa anasoma chuo, lakini ana biashara,
anauza ana madawa, anakwenda Kariakoo, ana viatu, anachukua anapeleka huko. Hata nilikuwa namuuliza, wewe vipi, mbona uchangamkii kwenda kwenye ajira huko? Anasema mama, mimi bado nasoma mazingira, lakini sina stress kwa sababu ninajua anafanya vitu. Kwa hiyo mtu kama huyo ambaye anajiongeza, anaangalia nafasi zilizopo katika jamii, hawezi kuwa na stress ya pesa baadaye, hawezi kujiingiza kwenye vikundi vya ovyo, kwa sababu tayari ana kitu kinachompa amani, kama alivyosema hapa kwamba kuna pesa inaingia kupitia labda kabiashara fulani anafanya, anauza viatu, anachangamka, anachukua madera, anauza, ana vitu, hata yeye mwenyewe anaweza akatuambia anafanya nini. Kwa hiyo hivi vitu vidogo vidogo vinaweza vikakusaidia wewe kujitune. Sasa hii ndio nchi yetu na haya ndio mazingira tulionayo. Tufanyeje? Ndio nataka kusema amani tulionayo sasa hivi, au tunavyoweza kuijenga amani, ni namna tutakavyoyachukulia mazingira tulionayo na kuyabadilisha. Na namna ya kubadilisha sio kwenda barabarani, sio kupigana, sio kutupiana mawe. Namna ya kubadilisha mazingira haya ni kujiongeza, ni sisi wenyewe kuona kwamba mimi hapa naweza kufanya nini nikaongeza nafasi yangu ya kupata kitu. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanaweza kuturudisha nyuma, lakini amani, kwamba hatuna vita sasa katika nchi yetu, kwamba hatuna vurugu, hatuna, tutumieje na tutepu vipi amani hii iwe kigezo cha kutusaidia sisi vijana badala ya kuendelea na mahangaiko. Kwa upande wangu mimi naweza nikasema tu sisi vijana tuna asili moja pia ya uvivu. Uvivu ni sehemu mojawapo pia ambayo imetutawala. Na ni kivipi uvivu umetutawala? Ni kwa sababu ya kujengewa mazingira ya sasa hivi ya kutaka nikisha maliza na expect bila chini ya milioni 1 sifanyi kazi. Kama ulishawahi kumiliki biashara au unamiliki biashara, utaelewa nini maana ya kutoa mshahara wa shilingi milioni 1. So, ni kitu gani ambacho tunapaswa sisi kama vijana ili tuwe watu wa kutazama na kujua hapa ninaweza nikapata fursa na naweza nikafanya nini nikatoka. Watu tulionao nchini Tanzania vijana ni wengi sana. Chuo ni kiwanda ambacho kinatoa vijana. Yaani kazi yake chenyewe ni kutoa, kila mwaka ni kutoa. Piga hesabu ni vijana wangapi ambao wameshatoka vioni, na wewe ambao uko mwaka wa 3, kuna watu ambao wametoka mwaka jana, mwaka majuzi. Unaingia kwenye competition kubwa ya ushindani, hasa kwenye swala la ajira. Serikali yenyewe kazi yake ni kutoa ajira kutokana na uhitaji wa kitu fulani. Labda hospitalini vijana wamezaliwa wamekuwa wengi sana, tunatoa ajira za watu 100,000. Mwaka jana mmemaliza milioni 1, mwaka huu mmemaliza milioni 1, mwaka juzi mmemaliza milioni 1, milioni 3 mpo ndani. So kutokana na uhitaji serikali inatoa. Demand inavyozidi kuwepo serikali inatoa. Lakini fursa zinazotolewa ndani ya serikali ni nyingi, sio kweti ajira tu. Ni kwa sababu gani? Mwanzo nilisema vijana tumekuwa na tamaduni ya kuwa na comfort zone. Ile comfort zone inatuathiri kwa sababu naamini mimi ili nijihakikishie kuwa nipo comfort, ni lazima nikafanye kazi sehemu yenye AC. Hicho ni kitu ambacho ni kigumu, yani sio swala zuri. Ni swala zuri kwa kufikiria, lakini in fact kwenye issue ya maisha kwa sisi kama vijana ni lazima tujipe muda, kwa sababu muda unavyozidi kwenda, unavyozidi kuona kabisa malengo yangu mbona hayafikii, tayari unaanza kufanya nini? Unaanza kuiasili afya ya akili. Ukisha yasili afya ya akili, utendaji kazi wako yani utakuwa ni mdogo. So ili uwe na amani ni lazima ujipe muda. Namaliza kwa sababu ushindani ni mkubwa, najipa miaka 2. Ni lazima ukajitolee. Hakuna mtu ambaye atakuajiri na ndiye aanze kukufundisha kazi wakati wewe upo kwenye ushindani, kwenye competition kubwa. Ni kitu ambacho kiwezekani. So lazima wewe uingie kwenye ushindani kwanza ili uende ukapambania hilo kombe la nini? Kuingia kwenye ushindani. Hivyo ni vitu ambavyo ni muhimu tuvifanye. Kitu kingine cha muhimu sisi kama vijana ni kuweza kuangalia ni watu gani ambao tunaweza tukafanya nao kazi, hasa kuweza kukujenga. Kuna kazi nyingi sana ambazo, kuna kitu kinaitwa gig economy. Gig economy sijajua kama naweza nikakielezea kwa kifupi. Gig economy ni ile kazi ambayo inafanyika, inaweza kuwa ni freelancers, online transportations. Kuna taasisi nyingi za kuweza kufanya ni lady hiring.
kuna vitu vingi. Kwa mfano freelancers, unaweza ukaingia tu online ukafanya kazi na ukawa unalipwa pesa. Kuna graphic designing, kuna issue ya website designing. So ni lazima uangalie fursa mbali na kuegemea serikalini lini nitaajiriwa, kwa sababu ya competition ni kubwa, watu waliomaliza ni wengi. Usipojiposition wewe kuweza kuangalia nitatoka vipi, ni kitu kigumu sana na hauwezi kuwa na amani, na utaishia kulalamika, kulaumu, kusema kwa nini mimi sifanyi hivi. Ni kwa sababu gani? Vijana wengi hatutaki kujiposition. Asante. Bwana Raphael, umegusia issue ya afya ya akili, na kuna swali hapa nataka nikuulize. Msongo wa mawazo uko kwenye eneo la afya ya akili. Msongo wa mawazo unapozidi kwa kijana, unaathirije maamuzi yake na mustakabali wake kama kijana? Afya ya akili, mental health, naweza nikasema kuwa ndo msingi wa hasasa wa utafsiri, kufikiria na maamuzi. Lakini ukiwa na msongo wa mawazo unakuja kwa sababu gani? Ya kutokuwa na utulivu wa nini? Wa moyo. Usipokuwa na utulivu wa moyo, direct itaenda kuathiri nini? Maamuzi, itaenda kuathiri utendaji kazi wa fikra na vitu vingine, na inaweza kukupelekea kufanya maamuzi ambayo sio sahihi. So kwa vijana, ni vitu gani ambavyo vinasababisha mpaka mtu kuingia kwenye msongo wa mawazo? Ni hivyo, kukosa zile kutopata zile expectations ambazo labda mtu alikuwa anazitarajia. Labda mimi nilikuwa natarajia nipate milioni 5 mwezi ujao, unakuja kupata 200,000. Zile expectation inakuja kusababisha depressions. Sasa msongo wa mawazo, unaanza kuwaza, mwishowe unakuja kuingia kwenye maamuzi ambayo sio sahihi. Watu wanakuja kuingia kwanza, bora nifanye kazi ambazo ni haramu. Lakini in fact sio njia sahihi ya kuweza kufanya nini? Kuweza kutibia hilo nini? Hilo tatizo lako. Kuna taasisi nyingi ambazo zinaweza kukusaidia kuepukana na masuala ya msongo wa mawazo. Unaweza kutembelea, kuna Youth Liberty and Transformation Psychologists, na kuna njia pia mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia wewe kuepukana na masuala ya msongo wa mawazo. Jaribu kufanya mazoezi, pata muda wa kushirikiana na wenzako, pata muda wa kusoma vitabu, tembelea wataalamu wa saikolojia, wataweza kusaidia kufanya nini? Kuepukana na hizo issue. Issue nyingine ya kuweza kusaidia pia kuepukana na hizo stress au msongo wa mawazo, punguza sana expectations, ila jipe muda wa kuweza kufanya kitu gani? Kupata hicho kitu. Kitu kingine, muombe Mungu, kwa sababu unaweza ukasema kuwa najipa muda na bado pia walimwengu nao wakakupa muda. So ni muhimu pia kujipa muda na kumshirikisha sana Mungu. Kwa sisi vijana, tena hasa naomba nijitolee mimi mfano, kitu ambacho kimesha kunitokea. Kuna kitu nilipata wazo kukifanya, na kuna mtu nilijua kabisa nitaenda kununua kwake ni mzigo fulani hivi, kwamba tutaagiza naye, na nikapiga faida ilikuwa ni kama milioni 6. Na hapo yani ukitoa nje ya mtaji faida ni milioni 6. Nikasema mbona hili dili zuri sana. Nikafanya mchakato, nikaongea na, ilikuwa ni aunti yangu, nikamwambia aunti, naomba nisaidie kuna kuongea na huyu mtu, kwa ni mtu mzima kidogo. Akaenda kaongea naye. Mwisho wa siku yule mtu akaja akazuia mzigo wote. Inamaanisha alichukua mzigo wote auuze yeye peke yake. Kwa hiyo hupati hata pisi moja ya nguo. Alafu hapo nimeshaandika kwenye diary yangu tena hii hapa. Nimeandika milioni 5 faida hapa, na nimetumia mtaji shilingi fulani milioni 5, nikaandika pale kabisa boss. Jamani, nilikuwa pale dukani na mwadisia mamangu, naambia mama, hivi kweli binadamu ndo ana roho mbaya hivi? Akaniambia mwanangu, hapana, usilalamike, huwezi jua Mungu amekuepusha na nini. Nikamwambia hapana, sio kwa hichi kitu. Hichi kitu kilikuwa ninaenda kupata faida kubwa. Nilishusha machozi pale. Wateja wanaingia wanashangaa, ikabidi nijifiche ndani, nikae kwenye kiti nililia. Unajua kulia? Nililia sana, ila nikasema hapana. Mama akasema biashara sio rahisi hivyo. Utakutana na vikwazo vingi, utakutana na changamoto. Yaani utakutana na mtu umeagiza naye mzigo,
lakini mwisho wa siku anakuja anakuzunguka. Yani biashara ina mambo mengi, kwa hiyo usitegemee tu ukaandika kitu chako kwamba hapa nitapata faida ya shilingi ngapi na shilingi ngapi. Ndio hapo walikuwa wanasema tupunguze expectations. Kwa mimi ninajifunza mengi sana, na kupitia kufanya kitu unapata experience na kuzidi kujua mambo mengi kuhusu biashara. Asante. Asante sana, nashukuru. Naona mnakuja kwenye mada sasa, maanake mada inasemaje? Amani ni kigezo. Kwa hiyo huyu angeweza kufanya chochote, akapigana, akafanya nini, amani hamna. Lakini wakati mwingine unahitajika ule utulivu, kama tulivyosema, tulia. Na kuna vitu vingine you have to let go, let go. Kwa mfano, mmetoa pointi nzuri sana hapa kwamba wewe umesema kama mtu una msongo wa mawazo, tafuta watu wa kukushauri, tafuta networks, usikae ndani au usikae tu umekata tamaa. No, maisha hayaishi hapo. Fanya kitu, usiwe na matarajio makubwa. Hivi vitu vyote ni vitu vya kujenga amani. Maana hapo tunazungumza habari ya sasa kujenga amani katikati ya vijana. Ninajua kabisa kwamba kuna namna tunaweza tukajenga amani. Hata kwa viongozi wa dini wanaweza kujenga amani. Umeongea kitu kizuri kwamba pia muulize Mungu. Wakati mwingine amani tunaipata kwa Mungu. Kwenda kanisani, kwenda msikitini labda, au kwenda mahali kwa viongozi wa dini, kwenda kuzungumza na wazazi ambao ndio miungu yetu hapa duniani, si ndio? Baba, mama, najisikia siko vizuri. Unaona, huyo alilia kwa mama yake. Lakini na sisi tuna wazazi, kama una baba, una mama, lakini you have mentors, you have people ambao wamekulea. Nenda kawaeleze matatizo yako. Shida nyingine vijana sasa hivi hamtaki wasiri, hamtaki kuwa na urafiki na wazazi, wakati wazazi ndio wamewazaa na wanawajua mambo yenu. Kwa hiyo wakati mwingine tafuta wazazi, na kama si wazazi, marafiki walio karibu, na kama sio hao, viongozi wa dini wapo wakusaidie. Tunazungumza habari ya kujenga amani ambayo imevunjika. Hatuna amani tena, lakini tunaweza kuwa na hii amani na bado tukafanya vitu vyetu vizuri. Naona Daudi ulikuwa na kitu cha kuongeza pale, si ndio? Kwa upande wangu pia ninaweza nikarudi pale pale kwenye msongo wa mawazo, kwamba kwa namna gani pia msongo wa mawazo unaweza kuathiri maendeleo ya vijana na pia katika swala zima la amani. Kwamba kitu cha kushauri vijana wenzangu kwamba tunafahamu msongo wa mawazo ni changamoto ya afya ya akili, lakini msongo wa mawazo, changamoto kubwa sana ya vijana, tumekuwa tukikimbia matatizo. Mtu akipata msongo wa mawazo, kuna watu ambao wanaamua kufight na wengine wana flight. Kufight ni ule mtu ambaye anaamua kupambana, nipata msongo wa mawazo labda ni kwa sababu ya ajira, masuala ya kiuchumi, fedha, afya na mahusiano, anaamua kupambana. Lakini mwingine anaamua kufanyaje? Anaamua kuflight. Kwa hiyo kitu cha msingi tusikimbie matatizo. Tatizo linapotokea lichukulie tatizo kama fursa ya kuweza kusonga mbele. Lakini pia kitu kingine ambacho ni cha msingi sana, unapopata majeraha ya moyo ambayo yanakusababishia msongo wa mawazo, usikae na majeraha ya moyo na uchungu wa moyo kwa muda mrefu, kwa sababu hivyo vyote vinaweza kuwa kila eneo la maisha yako. Kwa unapokuwa na changamoto, jaribu kusocialize na wanajamii, familia, lakini pia zungumza na mtu unayemwamini ili uweze kupata msaada, kwa sababu katika muktadha wa kisaikolojia tunaamini kwamba mazungumzo ni tiba. Kwa hiyo unapokuwa unazungumza, lazima tu utapatikana mtu ambaye atakusaidia na kupata solution ya ile changamoto ulionayo kwa wakati huo, na pia kuweza kuchangia katika amani yako binafsi, lakini pia katika maendeleo yako na ustawi mzima wa kisaikolojia. Mtazamaji, tunakushukuru kwa muda wako, umeweza kuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo, na natumaini kwamba umejifunza vitu vingi kutoka kwa pande zote mbili, kutoka kwa wazee wetu na vijana ambao tunalingana umri, wengine wanatuzidi, lakini tunaamini kwamba kwa namna moja ama nyingine umeweza kujifunza kitu. Kwa wakati huu uliobaki, nipende kuwaomba wageni wetu waongeze kitu kidogo tu cha mwisho ambacho kitakuwa kama mbegu kwenye nafsi na moyo wa mtazamaji, aweze kuondoka na kitu ambacho kitakuwa kama mwongozo wake katika siku zingine za hapo mbeleni. Nianze na mama. Asante sana. Ninashukuru sana kwa mjadala huu. Mimi ningependa kusema na kumalizia kwa kusema kwamba vijana, amani inajengwa. Sawa vijana? Amani inafanya nini? Inajengwa. Kuanzia kwenye ngazi ya familia, amani inajengwa. Sio kwamba ukiona wazazi, baba na mama au nini, mnaishi wewe, umezaliwa, umekulia hapo, umeona mambo yanaenda vizuri ndani ya nyumba, kwamba labda hao wazazi hawajawahi kukosa amani au mambo yalikuwa yanaenda vizuri wakati wote. Haya mazingira ya kukosesha amani ni nature, yapo tu na yatakuwepo tu siku zote, isipokuwa yakitokea
Kuna mtu mmoja alisema kwamba siwezi kuzuia ndege asipite kichwani, lakini naweza nikamzuia ndege asifanye nini? Asijenge kiota kwenye kichwa changu. Kwa hiyo mazingira ya ukosefu wa amani haya yatakuwepo. Hatutakuwa na super systems, hatutakuwa na super politics, super whatever you can name it, ambavyo maybe vinaweza vikatukosesha amani. Wengine wanaita super power. Vipo vitu kama hivyo, havitakuwepo. Lakini sisi tunaweza tukajenga amani yetu binafsi kama wengine walivyotaja hapa. Tunaweza tukajenga amani ina usalama wetu na utulivu katika mazingira yanayotuzunguka. Tunaweza tukajenga amani ya nchi. Kwa hiyo mimi nasema amani inajengwa na hivyo vitu ambavyo tumevisikia. Wewe ukikosa amani mwenyewe, usihangaike, usikose, usife. Tafuta watu wengine, ongea na watu wengine, toka hapo ndani, jaribu kufanya hiki, jaribu kufanya kile, omba Mungu. Yamesemwa, lakini mimi nasema amani inajengwa. Kwa hiyo tafuta njia za kujenga amani. Labda wengine wataongea na wenzangu mifumo na vitu vingine ambavyo tayari tumeisha sema hapa, lakini mimi neno langu la mwisho ambalo ningependa kuwaachia vijana, kumbukeni amani inajengwa, haitokei tu ghafla, inajengwa. Mimi kama kijana, lakini nanyi vijana wenzangu ambao mnatutazama hapa, neno langu la mwisho la kuwashauri na kuweza kulifanyia kazi, na nadhani mmeshatambua amani ni nini. Kwa neno langu la mwisho kwamba tulinde amani yetu kama vijana, amani ya ndani, kwa sababu usipokuwa na amani ya ndani utakosa motisha, utakosa motivation, lakini utakosa hata hamasa ya kufanya yale mambo yako binafsi, lakini mambo ambayo pia yatakuletea maendeleo ya kwako binafsi katika familia na katika jamii, lakini kwa taifa kiujumla. Lakini jambo lingine ambalo la muhimu, tulinde afya zetu za akili, kwa sababu afya zetu za akili ndio msingi wa kila kitu. Usipokuwa na afya bora ya akili, hata pia mambo mengine hayawezi kwenda vizuri. Lakini unapokuwa na changamoto, usisite kuzungumza na mtu unayemwamini, au unaweza kutafuta mwanasaikolojia akakupa msaada wa kisaikolojia na ukaweza kuwa sawa na ukarudi au ukarikava katika hali yako ya mwanzo. Kwangu mimi ni hayo tu. Asante. Kwa upande wangu mimi naweza nikawaachia kitu kimoja ambacho kinasema kiliacho na Matthew Matebula, nakwambia tough times never last. Nyakati ngumu hazidumu. So utakapopitia kwenye wakati mgumu, jifunze kutengeneza amani ya moyo ili kuyashinda yale yanayopita kwa wakati huo, kwani yatapita tu. Kwa kumalizia kabisa, napenda kusema kitu kimoja, kwamba amani kwa vijana, kuna wakati mwingine inabidi utrain your mind. Yani train your mind kupokea vitu ambavyo ni positive pekee. Yani hicho ni kitu ambacho nakisema, sio kama nakisema out of nowhere, ni kitu ambacho ninakipractice. Yani siwezi kukubaliana na kitu ambacho ni hasi kwenye maisha yangu. Na nimejikuta nikiwa nikifanya mambo makubwa, nimejikuta akili yangu ikiwa imetulia, sina migogoro katika nafsi yangu, kwa sababu nimejifunza kutrain akili yangu kupokea vitu positive. Yani sina negativity yoyote. Haijalishi mtu yote ananiletea kitu gani ambacho ni negative, huwa mimi sikipokei, kwa sababu tayari nishajiwekea kwenye akili yangu kwamba positive mind always win. Na inafanya kazi na ninaona kwenye maisha yangu. Kwa mpaka nasimama hapa mbele ninawaambia kuhusu hichi kitu, inamaanisha ni kitu ambacho kimenisaidia mimi na kinaendelea kunisaidia. Kwa na mimi na share kwenu, kitakuwa msaada kwako ili kuweza kufika katika sehemu ambayo unataka kufika. Asante sana. Kwanza nashukuru sana kukaribishwa kwenye kongamano hili au mdahalo huu, na kwamba napata fursa hii ya kusema haya ya mwisho, nasikia kushukuru sana nafsini mwangu. Naomba niseme maneno machache kama jumlisho. Mada hii inazungumzia juu ya kwamba tunajenga amani kwa ajili ya maendeleo, si ndio? Naomba niseme la kwanza ambalo ni kwa vijana wote, lakini kwa jamii, kwamba hakuna maendeleo endelevu bila amani. Hiyo haitawezekana. Na maendeleo endelevu ikiwa inategemea amani, amani haiji kama watu hawajawiana, hakuja kuwa na kuelewana, hakuna suluhu. Suluhu ni muhimu sana iweze kutuletea amani. Na suluhu haitopatikana kama yale yaliyosababisha kuleta msongo ndani ya mawazo, ndani ya moyo, maumivu, majeraha, kama hayakushughulikiwa.
Hayo ni muhimu sana, ili mtu ajisikie kwamba amepona, ndipo ataweza kutafuta suluhu na mwingine, ndipo mtakuta mko kwenye amani, ndipo mnaweza kufanya mambo yakawa yanawaletea maendeleo endelevu. Hayo ni ya msingi sana, na tunapozungumzia juu ya uponyaji wa mambo ya ndani, ina maana ya kwamba hilo la pili, ina maana ya kwamba unashughulikia ule msongo na afya ambayo inamfanya mtu awe na shauku ya kutenda mambo. Sasa kama afya imeharibika, kuna msongo ndani ya moyo wa mtu, kutegemeana na yale aliyotendewa, kutegemeana na yale mwenyewe aliyoyatenda, kutegemeana na jinsi mtu historia yake ilivyo. Hayo maeneo makuu matatu sana ya muhimu sana, kwamba wewe umetenda nini, umetendewa nini, umesababisha nini kwa wengine wakapata maumivu, wewe umepata maumivu kwa njia gani? Kwa misingi hiyo kuna hali ambayo sio nzuri kati ya watu, kati ya vijana, kati ya jamii, basi hamwezi kuwa katika utulivu ambao unaweza kuleta amani. Kwa maana hiyo basi ni muhimu sana kutafuta ni jinsi gani ya kuondoa haya mambo ambayo yanaleta maumivu. Ndio hapo mmezungumzia juu ya msongo wa mawazo, juu ya vile ambavyo vinaleta maumivu ndani ya moyo, na hatimaye tulizungumzia juu ya kwamba kiini cha matatizo ambayo tunakutana nayo ni tatizo lililoko rohoni. Mmezungumzia juu ya hapa ya kumwamini Mungu, ya kumtegemea Mungu. Hakuna uwezekano wa kufanikiwa kama mtu hamtegemei Mungu. Ni muhimu sana kila mwanadamu agundue kwamba ana mahusiano ya karibu sana na Mungu, na kwa misingi hiyo, kama tukimruhusu Mungu ndani ya maisha yetu, utakuta kwamba atatuelekeza jinsi gani tuenende na wengine. Lile alilozungumza dada pale juu ya kwamba kuwa na mawazo chanya, na Mungu ndiye anayetuwezesha kuwa na mawazo chanya, na hivyo kama tukikubaliana kwamba matatizo yetu yanaanzia hapa kwenye nafsi, ni muhimu sana tugundue kwamba hakuna uwezekano wa kupata suluhu ya nafsi kama hatukumkabidhi Mungu mawazo yetu, mwenendo wetu na mahusiano yetu. Na jamii itaweza kuwa na amani kama tukuruhusu kwamba tunaongozwa na huyu mwenye amani. Asante mtazamaji, nipende kuchukua muda huu kuwashukuru wageni wetu wa siku ya leo ambao wamekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa mjadala huu mpaka sasa tunapohitimisha. Naamini kwamba umejifunza kitu, na yale uliojifunza utayatumia kuendesha maisha yako ya kila siku. Na sisi pia ambao tuko hapa, natumaini kwamba tumejifunza kutoka kwa wenzetu, na tutayatumia hayo kama nyongeza ya vile tulivyovijua hapo mwanzo. Nikukaribisha tena siku nyingine katika kipindi chetu. Asante.